Wazazi wangu walifariki nikiwa na umri wa miaka 7 tu baada ya ajali ya ajabu. Watu walinong'ona kuwa haikuwa ajali ya kawaida, eti ni mambo ya mizimu. Lakini mimi sikuwa naelewa chochote, maskini ya Mungu. Baada ya mazishi nilipelekwa kuishi kwa bibi wa mama yangu. Watu kijijini walimuogopa kimya kimya. Tulikuwa tunaishi kwenye nyumba ndogo ya udongo, juu imeezekwa na nyasi. Ilikuwa na vyumba 3. Ndani ya nyumba ile kulikuwa na harufu ya vitu vya zamani. Kabla hatujaendelea, unatakiwa kufahamu kuwa simulizi hii ni nukuu ya stori ya kweli iliyowahi kutokea, na maneno haya yanayosimuliwa ni yale yaliyotolewa na muhusika aliyekutana na matukio haya, na alisimulia stori hii akiwa anatoa ushuhuda kanisani. Kama ndo kwanza unajiunga na chaneli yetu, tafadhali bonyeza alama subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu zinapowekwa hewani. Kijana aliendelea kusimulia kama ifuatavyo. Usiku wangu wa kwanza kulala kwa bibi haukuwa wa kawaida. Usiku nilishtuka usingizini kwa sababu nilihisi kama kuna mtu wa kutisha ananiangalia. Nilipofumbua macho nilimwona bibi amekaa kwenye kigoda pembeni ya kitanda. Ananiangalia bila kusema neno. Alikuwa amevaa shuka jeusi. Aliniongelesha bila kufungua mdomo. Nilisikia sauti kichwani ikisema, "Huu ni mwanzo wa njia yako, usiogope mjukuu wangu." Nilianza kugundua kuwa bibi si mtu wa kawaida pale alipoona paka mweusi akiwa anamletea nyama mbichi asubuhi. Akaipika na kuniambia, "Leo tunakula chakula cha kiroho." Nilipogoma kula, bibi alitabasamu na kusema kwa sauti ya upole, "Usijali mwanangu, ukishajifunza utaelewa na utaipenda sana nyama hii." Basi usiku wa siku hiyo nilimuona akiwa amekaa juu ya kilemba chake kikubwa, akizunguka juu ya dari la nyumba, akielea angani, huku mdomo wake ukinena maneno yasiyoeleweka. Nilijikunyata kitandani kwa hofu na wasiwasi mkubwa. Asubuhi bibi alinitazama na kusema, "Umeanza kuona sio?" Sikumjibu. Akanigeukia tena na kuniambia, "Wengine hujifunza kupitia vitabu, wewe utajifunza kupitia macho." Hapo ndipo maisha yangu yalianza kubadilika. Kila usiku wa Alhamisi bibi aliniamsha. Tulitoka nje tukiwa tumefunika vichwa kwa vitambaa vyeusi. Aliniambia kuwa nisiguse chochote njiani. Nilianza kuuliza maswali, lakini bibi aliniambia, "Watoto huuliza maswali, wachawi huchunguza." Aliongeza kwa kusema, "Leo tunaenda msituni." Alisema. Nilimfuata kimya. Tulivuka shamba la mihogo, tukapita vichaka vikubwa mpaka tukafika kwenye mti mkubwa wenye mashimo mawili yaliyofanana na macho. "Hapa ndipo shule yako inaanza," bibi alisema hivyo. Basi bibi alinifundisha kuangalia kwenye chungu cheusi alichoweka dawa fulani na kuona mambo ambayo hayaonekani kwa macho ya kawaida. Niliona watu wakitembea angani, wengine wakiwa kwenye makaburi, wengine wakizama kwenye nyumba za watu, na wengine walikuwa katikati ya njia panda. Baada ya wiki 3 alinipeleka ndani ya chumba ambacho hakikufunguliwa tangu nifike kwake. Mlango wake ulikuwa na madoa mekundu kama damu kavu hivi, na harufu ya udongo uliooza ilitokea mle ndani. Kulikuwa na picha nyingi za watu niliowahi kuwaona kijijini, lakini baadhi yao walishafariki. "Ninawachora kabla hawajafa," bibi aliniambia. "Ndivyo nijuavyo nani anakuja upande huu." Akanielekeza kukaa sakafuni, akaanza kuchora duara kubwa kwa udongo mwekundu aliokuwa ameuchota kwenye chungu fulani. Ndani ya duara hilo aliweka manyoya ya kuku, meno ya paka na vumbi la kaburini. Aliniambia nisiseme neno lolote na nisivuke mstari hata kwa kidole. Alianza kutaja majina ya ajabu,
Ghafla upepo ulivuma, ghafla vumbi likazuka pande zote. Kati ya duara moto mdogo ukawaka ghafla bila kuni. Ndani ya moto huo sura ya mtu isiyo na macho ilitokeza na kusema, amekubaliwa. Bibi alitabasamu. Sasa unaweza kujifunza kuingia ndani kwa watu, aliniambia. Lakini ni lazima kwanza ujifunze kutengua nafsi yako. Sikuamini maneno yake hadi nilipoamshwa usiku mmoja. Akanishika kichwa, akaniambia, funga macho, tuliza akili yako, kisha vuta hisia, utasikia sauti ya mtu aliyelala. Lakini nilipofumba macho, nilihisi kama macho yangu yamebadilika. Nikamwona mzee akiwa kitandani, akigeuka. Alikuwa jirani yetu. Alikuwa amelala chumbani kwake. Nikasikia sauti ndani ya kichwa changu ikisema, toka mwilini mwako, tembea kwa roho. Nilijikuta nikielea juu ya kile kitanda cha yule mzee kama karatasi bila kugusa chini. Wakati mwingine mwili wangu ulikuwa chini, lakini nilihisi kama mimi niko juu, nikiona watu wakiwa ndani ya nyumba zao. Bibi alikuwa pembeni akinitazama tu bila hata kusema neno. Alipoona narudi, alinitupia maji ya majivu. Nikashtuka na kurudi mwilini. Sasa unaweza kuvuka miiko midogo, bibi alisema. Siku iliyofuata alinifundisha kusikia sauti za watu wakiwa mbali, hata kama wanalala. Alisema roho huwa haizimi kabisa. Ukiwa mwepesi kama hewa, unaweza kuisikia ikinong'ona. Nilijifunza kutambua mtu akiwa na siri. Wakati mwingine nilikuwa najua mtu atasema nini hata kabla hajafungua mdomo na kunena lolote. Basi usiku mmoja nilimwona bibi akizungumza na kivuli kilichokuwa kimesimama mlangoni. Kilikuwa na miguu kama ya binadamu, lakini mikono kama ya mnyama, ina kucha ndefu za kutisha sana zilizochongeka. Nilijificha, lakini niliweza kusikia sauti ya bibi ikisema, mchukue aliyekatiza njiani, lakini acha huyu kijana wangu, huyu bado anajifunza. Nilishtuka sana. Basi miaka ikasogea. Nilikuwa na miaka 11. Siku moja bibi aliniambia, leo utaingia kivulini. Tuliondoka pale nyumbani na kuelekea porini. Tulifika kwenye eneo la pori. Kulikuwa kuna mti ulikuwa umepinda kama upinde wa mshale. Bibi akanipa kijembe kidogo na kuniambia nichimbe chini ya mti huo. Nilichimba kidogo, nikagusa kitu kigumu, nikatoa. Ilikuwa fuvu la mtoto. Bibi hakushtuka, alinichukua akaweka juu ya kitambaa cheupe. Kilikuwa na jivu la ajabu na kuanza kuzungumza lugha nisiyoielewa. Baada ya sekunde chache nikasikia sauti ya mtoto ikicheka nyuma yangu. Niligeuka haraka, sikuona mtu bali kivuli cha mtoto kilichoonekana kikikimbia kwenye vichaka. Bibi akasema, sasa unaweza kuona vitu ambavyo wengine hawawezi kuviona. Bibi alizidi kunipa mafunzo ya ajabu. Alinionyesha jinsi ya kutamka majina ya malaika wa giza. Kila jina lilihitaji utulivu, hewa ya ndani ya mapafu yenye nia. Alisema, ukilitamka vibaya jina la giza linaweza kuja na hasira. Usiku mmoja alinifundisha jina moja sitolitaja. Alisema nisiwe nalitamka bure bila kuwa na shida yoyote. Usiku huo bibi alinichora alama ya damu kwenye paji la uso wangu. Aliniambia nikalale chumbani bila kuoga. Ilipofika usiku, nilisikia sauti ya kiumbe kinaguna chini ya kitanda changu. Sauti yake ilikuwa nzito. Sikukimbia. Bibi aliniambia, ukikimbia hakitakuacha, kiumbe hicho kitakumaliza. Basi asubuhi yake bibi aliniambia kuwa nimevuka daraja la kwanza. Akanipeleka nyuma ya vyumba kwenye kichaka kilichokuwa na mti uliokauka. Pale kulikuwa na shimo dogo lililokuwa na manyoya meupe, mabaki ya mifupa ya kuku na meno ya binadamu.
hapa ndipo tunapozika zabibu zetu. Bibi alisema, zabibu ni roho za watu waliotolewa kafara. Bibi alinifundisha kupaa. Nilivaa vazi la kaniki lililoandikwa maandiko meusi. Aliniambia nivute hewa kwa hisia. Nikaanza kusikia miguu yangu ikikosa uzito. Si kutembea, niliteleza hewani kama mvuke wa ugoro. Nilielea juu juu hadi kwenye paa la nyumba ya jirani. Sikutumia ngazi, niliogopa lakini pia nilijivunia. Bibi alifurahi, alisema, mwanga wa ungo umeanza kukaa kwenye damu yako mjukuu wangu. Nilianza kuona vivuli vya watu waliokufa wakiwa wanatembea mchana usiku. Nilianza kutengwa na watoto wa mtaani kwetu. Marafiki zangu waliniogopa. Waliniita mtoto wa giza, mtoto wa kichawi. Nilipoingia darasani, ndege walikuwa wakigonga madirisha, wengine walikufa ghafla. Mwalimu mkuu alikuja kwa bibi akimwambia, mtoto wako ana laana. Bibi alimwangalia tu na kusema, mliozaliwa kwenye mwanga msicheze na sisi watu wa giza. Siku iliyofuata alilazwa hospitalini baada ya kupoteza fahamu ghafla akiwa nyumbani kwake. Usiku mmoja bibi alinichukua hadi msitu mdogo umbali wa mwendo wa nusu saa kutokea nyumbani. Tulipofika pale alichora duara kwa mkaa, akaweka ungo katikati, akanipa paka mweusi. Alisema, muombe huyu akuoneshe njia ya kurudi kwao. Nilimshika paka, macho yake yakawa mekundu. Alinipiga na kuacha mguuni, nikazimia. Nilipozinduka nilikuwa nimekaa juu ya mti. Chini yangu kulikuwa na kundi la watu waliovaa mavazi meusi. Walikuwa wananitazama. Nilimsikia bibi akisema, anawakaribisha, atakuwa mmoja wenu. Wale watu walizama ardhini mmoja baada ya mwingine. Ardhini palibaki mduara mwekundu na sauti ya mtoto akicheka. Siku moja nilimkuta bibi akizungumza na mtu kwenye kioo kilichopasuka vipande vitatu. Alikuwa na macho mekundu na kila alipotazama vipande vya kioo sura yake ilibadilika. Mara alikuwa mtoto, mara alikuwa mzee zaidi ya alivyo. Bibi alihisi uwepo wangu na kuniambia, kuna sehemu haifikiwi kwa miguu bali kwa nafsi. Akanishika kichwa changu na nilihisi kama naanguka ndani ya shimo lisilo na mwisho lenye giza kali sana. Kesho yake asubuhi nilijikuta nikiwa nimelala juu ya jivu la ajabu laini sana. Nilikuwa nimevishwa mavazi yenye madoa meusi kama ya damu iliyokauka hivi. Bibi alikuwa amesimama pembeni akiwa na chungu kinachotoa moshi mweusi. Alinitazama kisha akasema kwa sauti ya kunong'ona, sasa wewe si mtoto tena. Alinipiga magoti nikalia. Sikutaka kuwa mchawi. Sikutaka kusikia tena sauti kichwani za kichawi. Sikutaka kuona tena watu waliokufa nikitazama usiku. Bibi alikuja akaniinamia, akanitazama uso kwa uso na kusema, wewe hukuchagua njia hii, lakini sasa njia hii imekuchagua na giza hili litakufuata na ukikubali litakulinda. Ndani ya nyumba ya bibi kulikuwa na chumba kilichofungwa muda wote. Nilikatazwa hata kupita karibu na chumba hicho. Lakini usiku mmoja nilisikia mlio kama wa mtoto akilia kutoka ndani ya chumba hiko. Nilipomshtua bibi aliniambia, usifungue hata ukisikia mama yako anakuita. Nilitetemeka. Niliuliza, kuna nini mule? Akanijibu kwa sauti ya chini sana, ndani ya kile chumba kuna nafsi niliyoifunga. Nilishtuka sana. Kumbe bibi alishawahi kuua. Nilianza kuona ndoto za ajabu. Niko makaburini nikiwa uchi wa mnyama, nikiimba maneno ya lugha nisiyoijua. Niliamka nikiwa na mchanga kwenye nyayo zangu. Nilipomwambia bibi alicheka, akasema, unaanza safari ya kweli sasa. Aliongeza kwa kusema, wenye macho wanaona mwili wako uko hapa, lakini roho yako imeshaanza kuhudhuria vikao vya siri, vikao vya giza.
alinipa paka wake. Paka huyo hakula chakula cha kawaida wala hakuwahi kuonekana mchana. Usiku mmoja nilimkuta amekaa juu ya kifua cha baba mkubwa aliyekuwa amekuja kututembelea. Alikuwa akimwangalia usoni kwa muda mrefu. Baba mkubwa aliugua siku 3. Baada ya kupata nafuu aliondoka kijijini haraka. Bibi alinifundisha kuingia ndani kwa watu. Alisema, roho yako ukiwa imara unaweza kutembea ndani kwa watu kama kivuli na wasikuone. Siku hiyo hiyo jioni, bibi alichoma moto picha yangu ya utotoni. Alisema, huwezi kuwa na maisha mawili, ama roho ama mwili, chagua. Nilimwambia, naendelea. Bibi alinifundisha kuvua mwili. Ilikuwa ngumu. Lazima uongo utembee kwenye mgongo wako hadi utulie juu ya kichwa. Kisha usikie uzito wote wa mwili ukiondoka. Usiku wa kwanza nilijaribu, nilihisi kizunguzungu. Usiku wa pili nilifaulu, nilijiona nikiwa dirishani, mwili wangu ukiwa kitandani, nilitabasamu. Lakini nilipojaribu kurudi, niliomba, nikasema majina ya mizimu. Hakuna kilichotokea. Nilianza kulia. Nilipojaribu kugusa mwili wangu, mikono yangu iliingia kama moshi. Nilizidi kuishiwa nguvu. Ghafla paka wangu alikuja na kukaa juu ya kifua changu. Ghafla nikazinduka. Baada ya tukio hilo, bibi aliniambia, umerudi mwenyewe. Sasa una nguvu ya kujitoa na kurudi, lakini usifanye ovyo ovyo. Kuna mahali huwezi kurudi. Alinichora alama nyingine mgongoni akisema, ni muhuri wa kiroho, usionekane na mwanadamu. Nilianza kuona ndoto zenye viumbe vyenye midomo miwili, wananiita kwa jina nililopewa kama utambulisho wangu. Siku moja jirani yetu aliripoti kuwa kuku wake wanapotea usiku. Wengine walikufa kwa njia ya ajabu sana. Kuku wote hawakuwa na damu. Nilipomsimulia bibi alicheka tu. Usiku huo aliniambia niende kwa nyumba ya jirani nikiwa kwenye mwili wa ndoto. Nilijaribu. Nilipofika niliona kiumbe mrefu mweusi mwenye mikono mirefu kama nyoka akila kuku. Basi niliporudi kwa bibi nilimweleza. Aliniambia, umeona mmoja wa wenzetu ambaye si binadamu kabisa. Yule anatoka porini, hula damu ya wanyama na ubeba miili ya watoto kwa ahadi ya maisha marefu. Siku iliyofuata mtoto wa jirani alipotea. Tulimsikia akilia kutoka kichakani. Usiku mmoja nikiwa nimelala, nilihisi mtu amenishika mguu. Nilipofumbua macho, nilimwona baba yangu aliyefariki miaka 5 iliyopita akiwa amekauka, macho yake yakiwa wazi. Alisema, mbona unaleta mzigo kwenye ukoo? Unajua ulikotoka? Nililala, lakini nilipomsimulia bibi alinifokea kwa ukali sana na akasema, wafu hawataki watoto wao kuelewa mambo ya giza, lakini giza halina shida. Baada ya muda bibi alianza kuzeeka kwa kasi ajabu. Mwaka mmoja ukapita, lakini alionekana kama mtu wa miaka 120. Aliniambia, kila unapojiunga miaka yako hupungua na roho yako huzeeka usipoacha. Utafikia nilipo, moyo wangu hauna damu ya kawaida tena. Nilimtazama usoni, ngozi yake ilikuwa imepauka kama karatasi. Siku moja mitaa ya mbali tulikwenda. Tulitembelea kaburi moja lililozikwa miaka mingi iliyopita. Kaburi hilo lilikuwa na mawe 7 madogo na katikati yake kulikuwa na ungo. Bibi alisema, hapa ndipo mizimu ya kina mama wa ukoo wetu hujifunzia uchawi. Leo utasikia sauti yao. Nilikaa katikati ya mduara, nikafunga macho. Sauti ya mwanamke ilisema ndani ya kichwa changu, mbona umekuja bila dhahabu? Tuliahidiwa utakamilisha kafara. Nilishtuka. Nilimtazama bibi, alinyamaza. Nilimuuliza, kafara gani? Bibi alisema, utajua ukitimiza miaka 20. Watakutaka. Ukikataa watakutafuta. Tangu siku hiyo kila nikifumba macho huona kaburi hilo hata nikiwa mjini.
Usiku mmoja nilimwona msichana aliyeungua nusu ya uso wake, akicheka huku akitembea kwenye chumba chetu. Bibi aliniambia, usimsalimie, akijua unamuona atakufuata na kukudhuru. Wakati mwingine nilihisi nimechoka na sitaki tena hayo mambo. Niliamua kumuuliza bibi, kwa nini mimi? Mbona dada zangu hawakuchaguliwa? Bibi alisema, wewe ulizaliwa usiku wa mwezi mwekundu. Nilihisi uchungu, nilitamani maisha ya kawaida, lakini nilikuwa mbali sana na kurudi maisha yangu ya zamani. Usiku mmoja nikiwa peke yangu, nilijaribu kuvua mwili tena. Safari hii nilivuka mpaka nilijikuta kwenye kijiji cha ajabu. Watu wake hawakuwa na miguu, walitembea juu ya hewa. Mmoja alinisogelea akaniambia, umeingia kabla ya muda, rudi kabla hawajakuona. Niliwahi kutoka. Siku iliyofuata niliugua wiki moja nzima. Nilikuwa ndani nimelala sijiwezi. Wakati mwingine miili ya majirani walipokufa, niliona roho zao zikihema juu ya chumba chetu. Roho moja iliniomba msaada ikisema, sina mahali pa kwenda. Nilimwambia bibi, alisema, ukianza kuwa na huruma utachomeka na wao. Acha waende kwao. Dunia hii haina nafasi ya roho wasio na makazi. Kuna siku bibi alipotea. Aliondoka nyumbani saa 10 alfajiri, akasema anaenda kupokea mwili mpya. Hakurudi siku 2. Aliporudi alikuwa na mtoto mchanga. Nilishangaa. Alisema, huyu sio mtoto, ni mwili niliouwazima kwa siku 7. Nitakapoisha nitautumia. Nilianza kutetemeka. Hii ilikuwa nje ya uwezo wangu. Siku ya 7 mtoto huyo alikufa bila maelezo. Watu walilia, lakini bibi alitabasamu. Alisema, mwili wake ulikuwa mtamu sana. Aliniambia, ukifika miaka 25 unaweza kuchagua pia. Nilijikaza. Sikutaka tena kulala. Sikutaka tena kula chakula cha bibi, lakini nilikuwa tayari nimefungwa. Kichwa changu kilikuwa si changu tena. Basi bibi alianza kunifundisha namna ya kuzima taa za maisha ya watu. Watu wengi wanapofariki ghafla ni kwa sababu waligusa miali ya wachawi. Alinionyesha picha ya mtu akaniambia, soma jina lake, halafu angalia taa. Niliona taa ikiwaka ndani ya kichwa cha picha. Alisema, ukisema jina lake kwa nyuma, taa itazima. Nilifanya hivyo. Saa 2 baadaye mtu huyo aligongwa na gari na akafariki. Nilianza kujuta, lakini kila nilipojaribu kuacha, sauti ndani yangu hunisemea, hatutaki tena urudi, umekuwa nyumba yetu. Nilijihisi sina pa kukimbilia tena. Bibi alianza kuniletea wageni usiku, wazee wa ajabu. Wengine walionekana wamezikwa zamani. Walizungumza kwa lugha ambayo sio ya kawaida. Mmoja wao alinipa mfupa mrefu, akaniambia, ukiutumia kwa sahihi utakuwa na nguvu za ajabu sana. Hakuna mchawi wala mganga atakayekusumbua. Hakika utakuwa mtu ambaye ni hatari sana. Utaogopeka hadi na ndege wa angani. Hakuna atakayesogea juu ya paa la nyumba unayoishi. Nilifurahi sana, nikauchukua mfupa huo. Nilianza kuwa na uwezo wa kuingia kwenye ndoto za watu. Wakati mwingine nilikuwa nafurahia, ndiyo, furaha ya giza. Kuwa na uwezo wa kusikia vifo kabla havijatokea, kuona roho zikipita, kupita ukutani bila kuguswa. Lakini kulikuwa na giza jingine, giza la kutokuwa mwanadamu tena. Baada ya siku nyingi, bibi aliniambia muda wake umeisha. Alisema, nitakufa lakini sitatoweka. Nitatembea ndani ya paka, ndani ya kivuli chako na ndoto zako. Nitasubiri mpaka utimize kazi kuu, kufunga mlango wa watu 7 wa nuru. Niliogopa sana. Nilihisi kama naishi kwa masharti ya moto. Basi usiku wa kifo cha bibi, mbingu iligeuka rangi. Paka alilia kwa sauti kama ya mtoto. Nyumba nzima ilitetemeka.
Siku ya mazishi tulimpeleka kaburini na kumzika jirani na yale makaburi ya kale. Baada ya muda, watu wa kijiji walihama polepole. Walidai kuna kiumbe anaelia usiku, anatembea juu ya nyumba zao akipiga kelele. Mwalimu wa shule niliyokuwa nasoma kabla sijaacha shule, baada ya wanafunzi wenzangu kuwa wananitenga, alipotea na asijulikane alipo hadi leo. Jirani mmoja alikuta damu mlangoni mwake. Alianza kunitazama mimi kwa hofu. Aliniona kama mtoto mchawi. Nilikuwa naishi peke yangu. Wakati huo nilikuwa nina umri wa miaka 19. Chakula nilikuwa naiba ndani kwa watu. Hawakuweza kusema hadharani, lakini walijua mimi ndiyo ninayoaibia. Baada ya muda nilianza kupata nguvu zisizokuwa za kawaida. Niliweza kuwasha moto kwa fikra, kusimamisha maji angani na mambo mengine siwezi kuyasema hadharani. Nilijua sikufaa kuwa miongoni mwa wanadamu tena. Niliamua kuondoka kijijini. Nilijaribu kukimbia kijiji. Nilitaka kwenda mbali nipoteze yote, lakini nilifika hadi kituo cha basi. Nikakuta hakuna gari. Nilisikia sauti ya bibi ikiniambia, "Unakimbilia wapi bila mwili wako?" Nikapoteza fahamu. Nilipoamka nilikuwa nyumbani kwa bibi. Ndoto zikaanza tena, lakini sasa si ndoto za kawaida. Nilijiona nikiwa kaburini, nikiwa hai. Nilijiona nikizungumza na bibi aliyekuwa amefunika uso wake kwa vitambaa 3 vyekundu. Nilijiona nikipaka damu ya kuku usoni na kucheza ngoma isiyoeleweka. Nilijua sasa kuwa nilifungwa. Niliamua kujaribu kuvunja mnyororo. Nilikwenda kwa mchungaji mmoja maarufu mjini. Nilimwelezea yote. Aliniangalia kisha akasema kwa mshangao, "Kijana, ulichobeba si cha kawaida. Huwezi kuondolewa kwa maombi ya kawaida." Mchungaji na wazee wa kanisa wakanifanyia maombi kwa siku 3. Siku ya pili saa 8 usiku walinisikia nikiongea lugha ya ajabu. Walikuja kuniangalia. Walinikuta nimeandika kwenye kuta kwa damu. Niliandika maandishi yaliyosomeka, "Aliyenifunga ni damu, atakayenifungua atakuwa kwenye damu." Mchungaji alilia. Aliwaambia wenzake tuongeze juhudi za maombi. Waliniombea sana. Hakika walisali huku wakiimba nyimbo za kumsifu Mungu. Baada ya muda nikamwona bibi na watu wengine wakiwa nje ya kanisa wakiniambia, "Toka huko, njoo huku, hao watakutesa, huko hakuna amani ya roho." Nilimtazama mchungaji na wale wazee wa kanisa walikuwa katika maombi mazito sana. Ghafla nilipoteza fahamu, sikumbuki kilichotokea. Basi nilishtuka nikiwa nimezungukwa na kundi kubwa la watu wakinitazama. Wengine walikuwa wanaomba, wengine wanaimba kwa hisia sana. Nilijaribu kusimama, mwili haukuwa na nguvu. Mmoja wao akanishika mkono wa kulia, mwingine wa kushoto wakaniinua. Niliposimama nikaangalia kulia na kushoto, nikagundua nipo kanisani. Nilimwona mchungaji pembeni yangu akiwa amefumba macho akisali kwa hisia sana. Nikiwa nimesimama, baada ya muda mchungaji akasema, "Amina," na watu wote wakaitikia amina. Mchungaji alinisogelea na kunipa Biblia na kuniambia, utanifuata maneno yangu, utatubu kwa Mwenyezi Mungu makosa yako yote, hakika atakusamehe na utakuwa huru kuanzia muda huu na hata milele." Nikifuata maneno aliyokuwa anayasema mchungaji, kisha nikaanza kusali na mwenyewe na kutubu dhambi zangu zote. Baada ya muda mchungaji akasema, "Kuanzia leo hii Biblia hii ni yako. Utaishi hapa nyumbani kwangu, nitakufunza ukuu wa Mwenyezi Mungu." Akaongeza kwa kusema, "Utakuwa unahudumu hapa kanisani kama mtumishi wa Mungu aliyeokolewa kutoka gizani." Nilikaa pale kwa mchungaji yule kwa muda fulani. Baadaye ndugu zangu walikuja kunichukua. Kabla sijaondoka, mchungaji aliniambia, "Kamwe usimsahau muumba wako. Kamwe usijihusishe tena na mambo ya giza.
Usisahau kuwasaidia, kuwatoa watu walio gizani na kuwaleta nuruni. Nilimkubalia mchungaji na kisha tukaondoka. Ujumbe wangu kwenu ni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwema sana kwetu. Yeye husamehe kwa wakosaji wanaotubu. Usiogope kutubu. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema na upendo. Hawezi kukuacha upotee gizani. Huo ni mwisho wa kunukuu maneno ya kijana aliyekutwa na mkasa huo. Asante kwa kufuatilia video yetu kuanzia mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Hii ni Simulizi Library. Asante sana, tukutane wakati mwingine.